Inspire sana katika upande wetu wa kidini fiqh. Unajua sana kuhusu fiqh? So sana juu tu, lakini ndo ambacho napenda na lugha, maana napenda sana Kiarabu. Napenda kuzungumza Kiarabu lakini sifahamu hivyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, it's your girl here Tunu Kalanje, na leo sisi kama Rahmatul Umma tumekusanyika hapa East African Commission Logistics Center tukiwashika mkono ndugu zetu wa Aisha Sururu Foundation ambao wameandaa hii Eid Peaceful Aura ambayo wana fundraise kusaidia watoto yatima, lakini pia watoto wenye mahitaji. Wanasaidia watoto wengine kulipa school fees, na kama mnavyojua sisi Rahmatul Umma tunafanya kwenye sekta hizo, watoto yatima, kuwashika mikono ambao wana uhitaji. Kwa hii pia ni sehemu yetu ya sisi kurudisha katika jamii. Tumekutana hapa, tupo na vijana wenzetu wengine. Tufuatilie katika mtandao wetu wa kijamii. Maasalam. Saida, kwa mfano leo tunasherehekea Eid Festival ya Aisha Sururu. Mtu akikwambia uelezee tu Eid, kama tuseme Eid ni life story yako, ningekuwa ni chapter gani? Alhamdulillah, kama tulivyoalikwa na sisi tulivyoitika mwaliko, tunashukuru Mungu kwa yeye ndo sababu, sisi si amri yetu kwa hapa. Hivyo tunashukuru sana, ama tunalizungumzia hili kama jambo la kheri kwetu, kwa sababu kama pale sana wanapozungumzia kwamba ni kwa ajili ya burudani, kunywa, furahi, tunatambuana, maana si group letu tu lilokuja hapa, ni magrupu zaidi ya 20 na kwa imetukutanisha na watu wengi. Kuna vya kujifunza kutoka kwao, pia kama sisi kuna vya kujifunza pia kutoka kwetu, watajifunza. Kwa nini ulifikiria kuanzisha hii taasisi yako? Aim ya kuanzisha hili grupu ni kwa ajili ya kutengeneza ama kujenga imani, haswa kwa sisi mabinti wa Kiislamu, kwa sababu katika group letu sisi ni girls ambao ni Islamic, hamna girls tofauti na dini ya Kiislamu. Kujiimarisha ama kujitengeneza kiimani kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu katika wasichana wengi umri kama rika letu ni wengi wetu tunasifika na sifa mbaya. Kwa tunajitahidi, si kwamba sisi tupo vizuri sana ama tunajitahidi kujikusanya, kujitengeneza, tuwe kitu kama hicho, kuhimizana kwenye mema na mashallah, Allah kutengeneza imani yetu. Na maana kuna mengi ya kujifunza, kuna vya kujifunza, kuna vya kujitolea, kuna vya kuwaelimisha wengine tulivyo navyo pia. Naam, nasoma vitabu vya vyote tu. Naam, nasoma vitabu. Basi kitabu gani kinakuinspire sana katika upande wetu wa kidini? Fiqh. Unajua sana kuhusu fiqh? So sana juu tu, lakini ndo ambacho napenda na lugha, maana napenda sana Kiarabu. Napenda kuzungumza Kiarabu lakini sifahamu hivyo. Na mashallah, Allahumma barik. Sifa gani ambazo unafikiri mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kujipamba nazo? Kwa upande wangu siwezi kusema kwamba ndo hizo ninavyofahamu mimi au ninavyoelewa. Naona mwanamke wa Kiislamu kwanza inabidi awe na stara, yaani kujistiri na hekima na kumcha Allah. Mashallah, Allahumma barik. Kwa kumalizia kabisa, Saida, ni kitu gani ambacho unafikiri unataka watu wajifunze kutokana na hii conversation yetu? Mimi ninachoona ambacho nachotamani kusikia au kuona watu wanajifunza, wao pia, kama unakuta wengine wanakuwa wanatamani sana kushiriki vitu kama hivi, ila hawana tu sehemu ya kuanzia, ama yani wanaogopa. Ni vitu vya kawaida hivi, si kwamba eti ni mambo ya kutisha ama tunachaguana baadhi ya watu. Sisi kama letu tunampokea binti yeyote. Okay.
ili mradi tutaangalia baadhi ya vitu ambavyo tutakuja tutamtajia, maybe tunaangalia hiki na hiki na hiki ambavyo tu ni tunaona kama anaweza kwa line na nini akaungana. Hauoni kama ni nafasi ya kama leo hapa tumekutana taasisi nyingi, vikundi vingi vya mabinti wa Kiislamu, hauoni kama ni chance ya kuunganisha mabinti wengine, yani sisi wote tukakutana kwa pamoja, labda tukatakuana, manake huenda tukao tunaonana kwenye mitandao ya kijamii lakini hatufahamiani. Sahihi. Naona hivyo pia kwa upande wangu, ndio maana mimi pia kwa upande wangu niliwasisitiza wenzangu, niliwashauri, maana wengine walikuwa wanasafiri hapo wakacancel. Sisi group letu sio kwamba ni watu wengi, ni wachache, tunachanga tunaanza, bado hatujafika popote. Na mko tumekuja hapa Tumefika bwana, mpaka umefika hapa, tumefika popote kwa kujifunza kama hivyo nilivyosema. Kwa tunatamani sana kwa watu wakija kujifunza ama kutamani kujiunga, wanaweza kujiunga. Wengine wana vitu vingi vya kufundisha watu, ila tu hawana sehemu ya kwenda, hawana access, hawajui waende wapi wakafundishe. Yes. Mashallah, Allahumma barik. Nimefurahi sana kukutana na wewe. Asante, nimefurahi pia kukutana nanyi.